mstari wa 16 mpaka wa 18. Sikiliza, mwandishi anasema hivi: na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya, mlima alioagiza Yesu. Nao walipomwona Yesu walimsujudia, lakini baadhi ya wanafunzi waliona mashaka. Walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, na walikuwa wote na Yesu anapowaagiza kwamba nitakufa, lakini nitakaa kaburini siku 2, siku ya 3 nitafufuka, tutakutana Galilaya. Wameenda Galilaya, wanamuona ni yule yule, ila kwa sababu moyoni mwao hawakuwaga na ujasiri wa kumtumikia Yesu, wanapokutana naye mlimani wakaona shaka. Hawakuwa na imani kabisa na mwamba. Biblia inasemaje kwa kumalizia? Naye Yesu akaenda kwao walio na mashaka, akawaambia hivi: nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hata kama mtaki kuamini, hata kama mtaki kusujudu kama wengine, lakini mimi ndo yule mwenye mamlaka mbinguni na wapi? Na duniani. Akaongezea kwa kusema, nendeni duniani kote, nendeni kwa mataifa yote, mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu, mkawafanye kuwa wafuasi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, lakini msiache kuwafundisha yote niliyowafundisha ninyi. Hapo ndipo nataka sasa twende kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 38 mpaka 48. Yesu asema, nendeni mkawafundishe watu yote niliyowafundisha ninyi. Miongoni mwa mafundisho ambayo sijawahi kuona mchungaji, sijawahi kuona askofu, sijawahi kuona nabii, sijawahi kuona kiongozi wa maombi anayashika haya mafundisho. Mmesikia kwamba imenenwa jino kwa jino, tena imenenwa jicho kwa jicho, lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu. Lakini mtu akupigaye shavu la kuume, yani mtu akikupiga shavu la kulia, ngeuzie na la kushoto. Katika kuishi kwako miaka yote ulioishi mpaka leo, umewahi kusikia mtu amepigwa, mchungaji amepigwa na akamgeuzia upande wa pili asimpeleke mahakamani aliyempiga? Leo wachungaji wamejaa mahakamani, kesi za maaskofu kung'ang'aniana makanisa zimejaa mahakamani, kunyang'anyana vitu, hizo kesi zimejaa wapi? Lakini Yesu alisema usishindane na mtu mwovu. Wanasifiwe. Lakini namna nyingine alisema hivi, anayekunyang'anya joho mvulie na nini? Na kanzu. Leo kuna mtu anakubali kunyang'anya cha kwake eti kwa sababu ni mchungaji, eti kwa sababu ameokoka. Nenda mahakamani, waliojaa ni wachungaji wa Kristo. Ndoa zinavunjika mahakamani, hakuna anayesema nikubali kuishi na huyu mwovu, hakuna hata mmoja. Tena Biblia inasema hivi, anayekubebesha mzigo anataka uende nao kilomita 1, nenda nao kilomita 2. Kuna mtu wa hivyo? Tasikia usinipande kichwani ese. Usinipande kichwani kabisa. Unafikiri kwa sababu nimeokoka? Subiri nikuonyeshe. Subiri nikuonyeshe. Kuna mtu ananielewa? Yesu akawaambia wanafunzi, nendeni ulimwenguni kote, mkawafanya watu kwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowafundisha ninyi. Sasa mimi nauliza, kama mkikataa kwamba Yesu hakuja kuwa mfalme au chukue ufalme duniani, mbona mnang'ang'ania tu kwenye uchungaji, kwenye kuitwa wa Kristo? Yesu alisema naye kupiga shavu la kulia, mgeuzie na la kushoto, uone kama hajakung'oa meno, uone kama hajakukata gego hilo. Kuna vitu vya msingi ambavyo Mungu aliliagiza kanisa, aliwaagiza watakatifu, aliwaagiza wenye haki, aliwaagiza watu. Naomba unisikilize jamani. Kwani tunapozungumza taifa la Israeli, Yesu alikuja kuwa mfalme wa Israeli. Tunapozungumza Israeli, tunazungumza kitu gani? Tunazungumza nchi, tunazungumza taifa kama taifa, tena taifa ambalo liligharamiwa na Mungu, tena taifa ambalo Mungu anakusudi nalo, Mungu ana mipango. Yaani taifa la Israeli ni tofauti na mataifa mengine yote.
Tunapozungumza Mwisraeli, ndio sijui Mwalimu Nyerere aliwahi kusema binadamu wote ni sawa. Sio sawa. Narudia tena, mbele za Mungu hatuko sawa. Hatuko sawa. Ndio maana wengine wameumbwa na sura za ajabu. Yaani si sura za kuwanyamazishia watoto. Sura ngumu hatari. Sura baraka kinoma. Ukimwambia mtu namuita ndere. Nimenyamaza. Hatuko sawa. Sikiliza ngambia, nikikwambia hatuko sawa. Mungu aliumba kwa faida yake mwenyewe. Ameumba kwa kusudi lake mwenyewe. Ndio, pana mataifa mengi duniani. Lakini mataifa haya hayawezi kulingana na taifa la Israeli. Hayawezi kufanana thamani na taifa la Israeli. Hata sisi hatufanani thamani zetu kabisa. Tena mionekano, maumbile hatufanani. Taifa la Israeli halifanani na mataifa mengine machoni pa Mungu. Taifa la Israeli liko tofauti kabisa na mataifa mengine. Na ndio maana katika kitabu cha Zakaria sura ya 12 Mungu anasema na Zakaria, asema nabii, waambie watu hawa, waambie hawa mataifa mengine, mtu yoyote atakayegusa taifa la Israeli ni sawa na mtu anayegusa mboni ya jicho langu. Huyo mtu nitamsababishia majeraha mazito kwenye mgongo wake. Atakuwa sawa sawa na mtu aliyebeba jiwe zito lenye kumlemea. Nitamuumiza. Nikisema mataifa hayafanani mbele za Mungu, nikisema wanadamu hatufanani mbele za Mungu, ona namna ambavyo Esau ndo mkubwa kwenye tumbo la yule mama mke wa Isaka, lakini Yakobo ndo mdogo. Lakini Mungu alikuwa na upendeleo, anasema mkubwa atamtumikia nani? Mdogo. Wewe unaona ni fair hiyo? Usiniangalie kwa huruma bwana. Unaona ni sawa? Yaani mkubwa awe mtumishi wa mdogo, kweli inawezekana. Lakini Mungu ndo anaamua hivyo. Alafu anasema wote tunafanana thamani. Hatufanani wewe. Hatufanani kabisa. Ndio maana wengine hawajahangaika sana, lakini wana maisha mazuri, ni hatari. Mwingine unaungaunga maisha, hata kipande cha kujenga chumba kimoja huna. Ni mpangaji miaka yote tu na ushtuki. Ni mpangaji miaka yote, haufikirii kutoka. Ni mpangaji miaka yote, unafikiria kutoka, lakini unaishia kupata hela ya mboga tu ya jioni. Na mboga yenyewe sasa, kwani kitimoto inafika, inaishia dagaa. Na afadhali ya wewe umepata angalau hata hiyo dagaa. Kuna mwingine amepambana, ameishia kupata chainizi na kipombe. Yaani usiulize asubuhi, kama wewe ni mgeni wake, usiulize chai ya asubuhi na usitegemee chai ya asubuhi kuipata. Ndio maisha ya wengi kwenye hii dunia. Alafu unasema binadamu wote tuko sawa mbele za Bwana. Hivi unajua, unajielewa unachokiongea wewe? Umekaa chini ukajiuliza, ukatafakari, ukamfikiria huyu Mungu alivyowabariki wengine na alivyowasahau wengine. Wengine ni ombaomba, wengine wanatumia mamlaka. Umekaa chini ukauliza, ukaangalia, umetembea, ukaangalia dunia ya watu walivyo. Wengine wamejenga nyumba katikati ya bahari. Katikati ya bahari amejenga nyumba. Sio kwenye nchi kavu, katikati ya maji amejenga nyumba. Hafu nasema wote tuko sawa mbele za Mungu, wote tuko sawa. Kipulilo chako kina akili kweli hicho? Hicho kipulilo chako kina ubongo unaofikiria? Kina maendeleo kweli kwenye? Ukikaa chini ukijifikiria, akakaa barabarani, utakuta mwingine amekaa kwenye gari, yaani kichwa amefanya hivi. Ndio gari anaendesha, kichwa amefanya hivi. Na yeye anajiita tajiri huko kwenye barabara. Alafu mlango huu ameushikiza na waya. Alafu umeinama umefanya hivi. Yaani yeye hata trafiki akifika mbele ya trafiki, yaani yeye mwenyewe trafiki anacheka kwanza. Yaani trafiki lazima acheke kwanza kwamba sasa huyu atakimchukulia hatua, umeua watoto nyumbani. Hata ukimpiga faili ni kama umekwangua akaunti yake yote. Ila yeye anaenda na yeye ana gari. Kaa barabarani tu kaangalia maisha ya watu. Kaa barabarani angalia maisha ya watu. Mwingine anaendesha bodaboda, yani kila kitu kina kutu. Kila kitu kina kutu. Yani kimeliwa, kimeungwa. Yani ukigusa tu hivi kidogo kimeshakuchana. Lakini pikipiki naye ni bodaboda. Na yeye anataka abiria. Wenzio wananunua pikipiki mpya zimetoka, kushindana namba E, namba F, namba nini. Kabisa maisha hayaendi. Yani kila kisanya 2,000, 3,000 zinapitiza kwenye matumizi.
hakuna anayebaki. Afu nakaa chini unasema binadamu wote ni sawa mbele za Mungu. Wewe Mungu wengine wamesahauliwa. Wengine Mungu amewasahau. Sikiliza. Anasema hivi, kwa sababu mmenisahau, mimi nami nitawasahau. Sijui kama naongea na watu. Mungu anasema, Yesu anasema, nendeni nyie wanafunzi 11, mkawafanya watu kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowafundisha ninyi. Kuna mafundisho Mungu ama Yesu aliwaachiaga wanafunzi. Yapo mafundisho yale, lakini wanadamu kuyashika, wanadamu kuyapokea, wanadamu kuyaelewa, ndio kimekuwa kizungumkuti. Mtu anatafuta maisha, anapambana kweli kweli kwa akili zake. Wenzio hawako hivyo. Wenzio wana madhabahu zao. Wenzio wanaenda mpaka kuzimu. Wenzio wamekutana na shetani kabisa, na shetani amewabariki. Sasa wewe wenzangu na mimi, kanisa liko peupe na unalipuuzu na abudu kimazoea. Shetani huko kuzimu amejificha, utamkutia wapi? Pambana na kumtumikia Mungu, pambana na kumwabudu Mungu. Pengine kile unachokitamani inawezekana mwaka huu ukapata, kabla mwaka hujaisha. Pengine Mungu atakubarikia kabla mwaka hujaisha. Pengine Mungu atakuhurumia kabla mwaka hujaisha. Pengine Mungu atakurehemu upate. Pengine mwaka huu haujaisha, Mungu atakuvika mavazi mazuri, Mungu atakuponya ugonjwa. Lakini kama utaelewa kwamba makanisa yapo ili kumtangaza Mungu, na Mungu akitangazwa vizuri huwa anashukaga mzima mzima, anawahurumia wale waliokusudia kuwahurumia. Yesu alisema, nendeni mkawafundishe watu kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Wanafunzi waliambiwa mengi. Wanafunzi waliambiwa, nyie wanafunzi, kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Mkikaa ndani yangu na mimi ndani yenu, omba lolote. Sema amina. Ndio mafundisho aliyoacha Yesu. Mafundisho aliyoacha Yesu. Alisema, mtu aliyeniona mimi amemwona nani? Baba wa mbinguni. Kwa hiyo pambana kuona angalau uso wa Yesu peke yake. Achana na vitu vingine. Ng'ang'ana utamani kumwona Yesu peke yake. Ukimwona Yesu umemwona nani? Na ukimfuata Yesu, Yesu alisema, yeyote aliyeacha mke, yeyote aliyeacha mke, watoto, mali, nyumba kwa ajili ya kunitumikia mimi, duniani mara 100. Sasa wewe unajiita mtumishi wa Mungu na hakuna ulichoacha. Mbona hii tumeokoka? Hakuna ulichoacha. Yote tumekumbatia, umeng'ang'ana. Utamwona Mungu leo. Sikiliza. Yesu alisema, ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Mtu anayeweza kuuona huo ufalme ni yule ambaye amezaliwa upya, amezaliwa mara ya pili. Nikodemo akauliza, kuzaliwa mara ya pili ndio kitu gani? Yesu akasema, aliyezaliwa kwa mwili ni mwili, aliyezaliwa kwa roho ni roho, aliyezaliwa kwa neno ni roho, aliyebatizwa kwa maji na kubatizwa kwa roho hajulikanaki. Kinachojulikana ni tabia inabadilika. Tabia tu inabadilika. Alikuwa mlevi, humwoni tena kwenye ulevi. Mtihani uko penye kubatizwa mara ya pili, penye kuzaliwa mara ya pili, kubatizwa kwa maji na kwa roho. Ndio mtihani ulipo hapo. Wakristo wengi kwenye hii dunia wamezaliwa kwa mwili wa nyama, na wengine wameingia kwenye uchungaji na mwili huo wa nyama. Mwili wa rohoni hakuna anachokielewa. Unakutana na mchungaji kabisa anabishana na kile ninachokihubiri mimi, na tunasoma maandiko kabisa kwenye Biblia. Yaani ni mchungaji amevaa anakora kama hivi nilivyovaa mimi, lakini anabisha kitu ambacho mimi nakihubiri na kimeandikwa kwenye Biblia. Sasa unajiuliza, huyu mchungaji ni mchungaji au amevaa picha ya mchungaji? Na mwingine ni mchungaji, profile yake ya Facebook ameifunga, mtu asiangalie vitu vyake, ameifunga. Sasa unajiuliza, ni mchungaji
au amevaa picha ya mchungaji. Mimi nawaambia hivi, Yesu kutokuwa mfalme aliponzwa na baba yake. Kama uelewi kwamba aliponzwa na baba yake, kamuuliza Yohana kwenye kitabu cha sura ya 2. Yesu amehudhuria kwenye harusi ya Kana. Naomba unisikilize vizuri. Kama uelewi kwamba Yusufu baba yake Yesu ndo aliyemponza Yesu asiwe mfalme wa taifa la Israeli, kamuulize Mariamu kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 2. Mama anamwambia Yesu, watu hawa wameishiwa divai. Yesu anamwambia mama, tuna ugomvi gani mimi na wewe? Tuna vita gani mimi na wewe? Muda wangu bado. Hivi unajua kama Yesu aliishi kibinadamu na mama yake na baba yake, na walikosea kibinadamu kabisa. Sasa mtu ukieleza habari za Yesu, yani kama limechukuliwa ni msukule la kanisa lake, ni kama haelewi kinachoendelea kingine. Yani ni msukule wa kanisa lake, ni msukule wa dini yake, ni msukule wa imani yake, kwamba Yesu alizaliwa ni mwanadamu 100%, lakini Yesu huyo alikuwa ni Mungu 100%. Kwa Yesu alipaswa kuoa na kuzaa. Yesu alipaswa kugombea ufalme. Alikuwa ni mwanasiasa vizuri tu. Kama unakataa kwamba Yesu hakuwa mwanasiasa, Herode alianzaje ugomvi na mwanadamu? Haleluya! Herode alianzaje ugomvi na mtu ambaye si kitu kwake, ambaye sio mwanasiasa kwake? Alianza wa nini ugomvi naye? Angeanzaje kuchinja watoto ambao ni nguvu kazi kabisa ya taifa la Israeli kwa ajili ya kutetea kiti chake cha ufalme, kwa mtu ambaye haeleweki, kwa mtu ambaye hana madhara kwake? Angeanzaje Herode ugomvi huo? Yaani kwa mtu mwenye akili ya kawaida tu ya darasa la 7, achana na viwango vyangu vya elimu mimi ambao nimesoma, kwa darasa la 7 tu, elimu ya kawaida tu, Herode angeanza kuchinja mtu ambaye hebu turudi jamani. Hivi wewe kama mwanamke unaweza ukaanza kugombana na mwanamke ambaye huna uhakika kama anachepuka na mume wako? Unaweza ukaanza tu kupigana ngumi na mwanamke ambaye hana historia, hujawahi kumsikia, hana ukaribu, na umemkuta tu wapi, yuko Mwanza, mume wako yuko Mbeya, yani humjui, unaanza tu kupigana naye bila sababu. Inawezekana? Mwanaume unaweza ukaanza kumkamata ugoni mwanaume mwenzio ambaye hana ukaribu na mke wako, yani hana ukaribu, hana lolote na mke, hana madhara kwa mke wako, unaweza ukaanza kumkamata ugoni. Sasa unafikiri Herode alikuwa mburula? Alikuwa mjinga kama wewe? Naongea na watu. Yesu alikuwa 100% a human being. Haleluya! 100% alikuwa ni mwanadamu, 100% alikuwa ni Mungu. Kwa vitu alivyokuwa anavifanya duniani, 100 ni mwanadamu, 100 ni Mungu. Na ndio maana alikuwa analala njaa, alikuwa anajisikia njaa, anakula msosi, anaenda chooni kama kawaida. Bwana asifiwe. Ndio maana alikuwa anachoka, analala usingizi muda mwingine. Bwana asifiwe. Sijui kama naongea na watu. Yesu akasema, nendeni mkawafundishe watu kuyashika yote niliyowafundisha ninyi, lakini mkiendelea kuwafanya wawe wanafunzi wangu. Wanafunzi wa nini sasa? Nisikilize. Atakapokuja Yesu kuwahukumu wafalme wa dunia hii, atatutumia sisi kama washahidi wake. Bwana asifiwe. Atatutumia sisi kama mashahidi wake. Na ndio maana anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Samaria, Yudea na hata misho ya nini? Ya nchi. Kwa dunia yote sisi ndo tutakuwa mashahidi wa Yesu, kwamba Yesu alikuja na wakamkataa. Bwana asifiwe. Lakini anasema sisi tuliookoka tukiwahukumu makabila yote na mataifa yote ya ulimwengu. Sema amina. Sema amina. Anazungumza kabila gani jamani? Anazungumza kabila la Yuda. Kabila la Yuda usishangae ni Wanyakyusa. Sema amina. Usishangae ni Wanyakyusa, kabila la Yuda. Anazungumza kabila la Dani, usishangae ni Wasukuma. Anazungumza kabila la Benjamini. Anazungumza kabila la Naftali. Wale 12 wa taifa la Israeli. Sasa unaweza kana usinielewe, si akili zako fupi zinawaza hela na vikoba tu. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema wana wa Israeli walitawanyika. Aliruhusu watawanyike usoni pa nini?
pa nchi yote. Ukisoma Amos 9 mstari wa 14 na wa 15, anasema nami nitawarudisha taifa langu la Israeli. Sasa wakati wanarudi kwenye taifa lao, Wayahudi